Ndugu zangu, sasa leo tutakuwa tunazungumzia issue moja hivi ambapo nakwenda kukupa suluhisho ya kitambi. Watu wengi wamekuwa wananiambia sisi tunahangaika juu ya issue ya kitambi, hususan wadada ambao ni warembo. Wamekuwa ni wadada wenye mashepu mazuri sana. Utakuta juu yuko vizuri na chini yuko vizuri. Ile kitu kilichokuja kumkosi ni uwepo wa nini? Wa kitambi. Yaani unakuta anakuwa na kitambi kikubwa. Yaani hiyo kitu ilikuwa inawatesa vijana wengi. Sio vijana tu, sio upande wa wanawake tu, yaani imekuwa ni kwa wanaume. Mtu amekuwa ametengeneza mwili wake, amekuwa na mwili ambao ni mbavu kabisa. Ile kitu kilichomkosi inakuwa ni issue ya kitambi. Sasa leo nataka ni kuelekeze namna sahihi ya kuweza kuondoa kitambi chako pasipo kuweza kufanya mazoezi wala namna yoyote ile ambayo wewe utakwenda kujihangaisha. Sasa vitu ambavyo ninavyo siku hii ya leo, nina hii hapa kitu. Haya bwana ni mafuta. Wengi wanapenda kuyaita mafuta mgando, mafuta mtelezo, wengi wanayaita hivyo. Pia hapa nina jagi la nini? Hili ni jagi la maji, na pia bila kusahau hii ni chupa ya maji. Hichi utakwenda kukidefine wewe kwa sababu ni kitu ambacho kiko simple kabisa nadhani. Sasa hatua ya kwanza kabisa ya kuzingatia, unaanza na kwenye mfumo wa mafuta. Unaanza na sorry. Dokta. Nipo kwenye kitambi. Sasa samani, tuje kwenye mwendelezo. Sasa tulikuwa kwenye mafuta. Unakuja kwenye mafuta yako, unahakikisha mafuta yako yanakuwa laini kabisa, hayawi yale yenye ugumu wote. Unachukua kidogo. Naam dokta. Ndio. Kwa hiyo unasema njia rahisi ni kwa hiyo njia rahisi ni kuamka asubuhi. Sawa. Kwa kiufupi ni njia rahisi ni kwamba uamke saa 11. Amke saa 11. Aingie barabarani tena. Ikiwa sawa. Kwa hiyo in short, amke asubuhi saa 12, aingie barabarani akafanye mazoezi. Kwa na hii issue ya mafuta. Basi. Bwana sorry. Kumbe jamaa amesema njia rahisi ni kwenda tu asubuhi kufanya mazoezi. Tujitahidi bwana kufanya mazoezi. Kitu kizuri.